من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر 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 الله أكبر. سبحان من جعل هذا العيد الأكبر من أبرك الأيام وأحسن الأوقات، وأفاض على عباده من البركات والمسرات ما لا يحصى من النعم الجسام والإكرام، فجعله يوم فرح وسرور بين المسلمين، وجعله عيدا سيدا مباركا في جميع الأقطار والبلدان على جميع الأغنياء والفقراء والمساكين والأيتام. فكبروا الله واحمدوه على ما هداكم للتمسك بدين الإسلام، واشكروا الله على نعمه زائدة عليكم، لقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي اختار من عباده المؤمنين المسلمين حججا لبيته الحرام وحرمه الأمين بين الأنام، فجدوا سير ليلا ونهار حتى وصلوا الكعبة البهية والمسجد الحرام الذي هو سواء كفل فيه والبادي، وطافوا بالبيت الحرام وصلوا ركعتين بالمقام، وسعوا بين الصفا والمروة، وشربوا من ماء زمزم، وتطهروا، ووقفوا بعرفة، ورموا الجمار، وقالوا الله أكبر الله أكبر، وطافوا طواف الإفاضة بالبيت الحرام، وتحللوا من كل ما كان محرما عليهم، فرضي الله عنهم ورضوا عنه، وفازوا بالحظ الأوفر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فقد أتموا الحج والعمرة كما يرام، فلم يبقى لهم إلا التوجه لزيارة خير المرسلين ورسوله رب العالمين صادق المصدق الأمين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشرفا وكرما، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. فقد خرجوا من ذنوبهم كما ولدتهم الأمهات. فقد جاء في الحديث الشريف: يخرج الحج من ذنوبه كما ولدته أمه. فيا سعادة من حج البيت الحرام واعتمر وزار المصطفى خير البشر عليه الصلاة والسلام. فقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من زارني بالمدينة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. اللهم أدخلنا في شفاعته صلى الله عليه وسلم وحزبه المفلحين. أما بعد، فيا عباد الله، إن عيدكم هذا عيد مبارك وسعيد من أبرك الأيام وأعظمها بين الخص والعام، يتجلى الله فيه على عباده المؤمنين
بصفة الإكرام والجمال والإحسان والرضوان، فتبارك الله رب العالمين. أيها الناس، أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله. معاشر الإخوة، baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia heshima za kheri bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, tupo katika viwanja hivi kwa ajili ya kuendeleza yale ambayo waliyafanya wenzetu katika viwanja vya Makkah, Saudi Arabia, na mimi na wewe tunayafanya mfano wa hayo katika viwanja vya msikiti huu. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atulipe kila la kheri. Ndugu Waislamu, hakuna kilichowapeleka ndugu zetu Makkah, Saudi Arabia isipokuwa ni kwenda kulipa shukurani kwa Allah tabaraka wa taala. Wameenda katika safari yao hiyo kwa ajili ya kulipa shukurani. Kama tulivyosema katika aya, Allah asema la in shakartum la azidannakum, kama mtanishukuru mimi basi nitawazidishia. Wala in kafartum, na kama mtanikufuru, inna adhabi la shadidi, mtambue kwamba adhabu ya Allah ni kali, atawaadhibu. Kwa hiyo ndugu zetu waliokwenda Makkah, Saudi Arabia, wameenda kulipa shukurani kwa Allah tabaraka wa taala. Na wewe ndugu yangu, na kuomba kama una uwezo wa kwenda Makkah, nenda kalipe shukurani kwa Allah tabaraka wa taala. Kwenda kwako Makkah kunapatikana mambo mengi sana ambayo wewe utayafanya mambo hayo na utapata ujira mfano wa ujira wanaoyapata wale watu waliokwenda Makkah. Ndugu Waislamu, Allah tabaraka wa taala ameileta ibada hii ya hija kwa ajili ya kujitakasa, na ndio maana kila mtume pamoja na utume wake basi lazimu aende kufanya hija kwa ajili ya jitakase, ili ende kwa Allah hana hata tembe ya dhambi. Kwa hiyo wacha hofu ndugu yangu mwenye uwezo, wacha hofu, nenda kahiji, ondoa hofu. Ukifa katika viwanja vile, jua kwamba utazikwa katika ardhi tukufu. Ondoa hofu, acha kukusanya magari 4, 5, majumba 6, 7, lakini unasahau safari yako ya hija. Ondoa hofu. Huo ni raha wewe kufa katika viwanja vya Arafa, huo ni raha. Hujui kwamba utakuwa karibu na bwana mtume Muhammad? Kwa nini wewe hupendi kuzikwa karibu na bwana mtume Muhammad? Basi nasaha zangu mimi leo na kunasihi, ondoa hofu, weka nia, weka azma kwa ajili ya kwenda kufanya ibada ya hija. Usikimbilie kukusanya majumba na magari. Ukishamiliki nyumba ya kukaa, basi jitahidi upate fedha kwa ajili ya kwenda kufanya hija. Ona raha, ona raha ndugu yangu Muislamu, kwenda kuyatekeleza yale matukufu aliyoyatekeleza Ibrahim. Habari yake ni kubwa. Nimesema wazi kwamba hutuba yangu leo haitakuwa ya Ibrahim, ijapokuwa siwezi kuyataja masiku ya hija bila kumtaja Ibrahim, lakini kutokana na muda leo hata na kufanyia targhibu wewe ambaye uwezo unao wa kwenda hija na mpaka leo bado una hofu. Unaogopa nini ndugu yangu Muislamu? Nenda ukafanya hija, utayaona mazuri zaidi yaliyokuwemo ndani ya hii hutuba kwa ajili ya watu ambao wamekwenda hija. Ama kwa kweli viwanja vile, ibada zake zote, mwanzilishi wake ni Nabii Ibrahim. Kwenda Safa, kwenda Marwa, waramaul jimar, kurusha mawe, wawakafu bi'arafa, na kufika katika viwanja vya Arafa. Haya yote ni matendo aliyoyafanya Nabii Ibrahim. Na kitendo cha kuchinja kadhalika ni kitendo cha Nabii Ibrahim. Nenda na wewe ukachinje katika viwanja vitukufu, ni bora. Na tukapewa ofa ambao hatuna uwezo wa kwenda Makkah, basi tuchinje katika miji yetu, tunapata ujira uliokuwa mkubwa. Na Allah tabaraka wa taala anasema, wa man yarghabu an millata Ibrahima illa man safiha nafsa, yoyote ambaye atakwenda kinyume na mwenendo huu wa Ibrahimu, ama huyo ameitia upumbavuni nafsi yake. Kwa nini?
walaqad istafainahu fi dunya, Ibrahimu tulimchagua katika dunia, wa innahu fil akhirati lamina salihin, na Ibrahimu akhira ni katika watu wema. Kwa hiyo mwenendo ule aliyoufanya Ibrahimu katika mji wa Maka, ule ni mwenendo wa dini, Mungu ameupenda. Na wewe ulioko Tanzania na nchi nyingine yoyote, ndio maana ukaambiwa uende pale kwa ajili ya kufanya ibada ya hija. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atupe uwezo wa kwenda kutekeleza ibada ya hija. Ndugu Waislamu, kwa sababu ya muda nikusomea hadithi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeyasema faqad urida fil hadith, imepokelewa katika hadithi Mtume asema annahu qala man zarani bil Madina, yoyote atakayenitembelea mimi katika mji wangu, kuntu lahu, mimi nitakuwa kwa ajili yake shahida, nitamtolea ushahidi, wa shafia yaum alqiyama, na mtamuombea msamaha siku ya kiyama. Unataka nini ndugu yangu? Mtume ndio anakuwa shahidi yako mbele ya Allah, na mtume kwa Allah hana kosa. Mtume kwa Allah ni kipenzi. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa utamzuru katika mji wake Madina, na wanaokwenda hija lazima wafike Madina, na wewe utakwenda Madina, ina maana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakutolea ushahidi siku ya kiyama. Walidhan, kwa hiyo tunasema Allahumma adkhilna fi shafaatihi sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atuingize katika uombezi wa bwana Mtume Muhammad. Imekuja hadithi nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema فقد جاء في الحديث الشريف يخرج الحج من ذنوبه كما ولدته أمه. Yanatoka mtu mwenye kufanya hija, yanatoka madhambi yake, anakuwa kama alivyozaliwa na mama yake. Unataka nini ndugu yangu? Jitahidi ufanye harakati za kutafuta nauli, mimi na wewe twende katika viwanja vya hija. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atuwezeshe kwenda katika viwanja vya hija. Amma bado, faya ibadallah, enyi ndugu wa Mungu, inna idakum hadha, hakika idi yenu hii ya leo, idi mubarakun, ni idi yenye baraka, wasaidu, na ni bwana wa masiku, ni bwana wa masiku, min abrakil ayami, min abrakil ayami, na ni katika masiku yenye baraka. Ni masiku yenye baraka. Haya masiku 10 ni masiku yenye baraka. Haya masiku 10 mpaka ujira tuko tofauti. Wale walioanza mwanzo mpaka 9, hawa watu wa juu, na wale waliofunga moja watakuwa wana ujira, lakini si sawa na kama wale walioanza mwanzo mpaka 9. Min abrakil ayami, na ni katika masiku matukufu. Wa a'zamuha, na masiku hayo yanamtukuza baina al-khassi wal ammi, yanamtukuza baina mtu mmoja mmoja na kwa ujumla. Yani ni masiku adhimu, yanamtukuza mmoja mmoja na kwa ujumla. Ndugu zangu wa Kiislamu, yatajalla Allahu fihi, masiku haya anachomoza Allah, Allah anajichomoza katika masiku haya. Yatajalla Allahu fihi ala ibadihi almu'minina, Allah anajitokeza kwa waja wake waumini bisifati likrami, kutokana na sifa ya ikramu waliokuwa nayo, waljamali, na uzuri waliokuwa nao. Angalieni watu walipopendeza leo. Kwa uzuri huo Allah anajichomoza. Walihsani, na ihsani, watu wanachinja ng'ombe kahama lakini zinakuja kakola. Waridhiwani, na kule kuridhiana kwetu. Fatabarakallahu rabbul alamina, ametakasika Mwenyezi Mungu mbora wa kuumba. Ndugu wa Kiislamu, والله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون فإذا قرئ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منهم وهو في الآخرة من الخاسرين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم الجليل، واستغفروه عني وعنكم والجميع المسلمين أجمعين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفروا ربكم، ombeni msamaha kwa Mola wenu.